Tutafungua kitabu cha Mathayo mtakatifu, mlango ni wa 21. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka 5. Kuna miziko, kila mmoja ana miziko zake ambazo shetani amekupebesha. Yesu ameona miziko ile ambayo shetani amekupebesha. Mengine yamekukosesha amani mpaka umefunjika moyo. Na alikwisha kuja kwa ajili yako, atakanga moyo wako. Kwa Yesu kuna changamko. Kwa Yesu kuna bubujiko. Kwa Yesu kuna kuinuliwa tena. Kuna kusonga tena. Hatutapaki kwenye kisingiti tumefungwa. Jamani, jiachilie, maana wametuma mjumbe akufungue. Mjumbe wao anakuja kukufungua. Haijalishi kisingiti hicho umezunguka miaka mingapi. Mungu ni wa visasi na visasi. Na anakuja kulipisha kisasi. Yaani malipo yako ni ya visasi na visasi. Usiangalie nyuma, kwetu tunafungua kwa tu. Kwa hivyo wapendwa, usiangalie kisasi kile kibaya ambacho umezaliwa ndani. Yesu akikuona anakuja na uzuri wake. Anakuja na furaha yake. Wapendwa, jiachilie ili ufunguliwe. Na lile linalipa raha. Akikufungua wewe, atafungua na watoto wako. Atafungua kila kifungo. Na akishafungua, hakuachi uende peke yako. Sifa za Yesu zinafuma kwa ajili ya wewe. Neema ya Bwana iko juu yako nyingi. Na Bwana anakupeleka mbali. Hata kuacha kwa karibu na shetani. Kwa hivyo mpendwa, usikakae katika kisingiti. Jiachilie, maana Bwana ametumana ufunguliwe. Habari na pepo wabaya. Kitabu cha Mathayo 12:41. Mtu huyu sura yake inarejea, na anaanza kung'ara, na anaanza kujiona, na anaanza kujielewa, na anaanza kuoka, na anaanza kufanya kazi, na anapata baraka, na pia anajua kumanage. Haleluya. Na Biblia inasema huyu pepo ni mchafu. Tukawa watu. Na elewa, licha umefunguliwa na Yesu, vile ambavyo kitabu cha kwanza kimesema, pepo huyu kumbe haendangi tu kabisa. Hataki kukuacha. Tokapo mtu, sijui yako ilikuwa gani, sijui mapepo yako ilikuwa ya aina gani. Na hata ndani ya Biblia tunaelewa Maria Magdalena alikuwa na pepo ngapi? 7. Sijui yako ilikuwa 9 ama 2. Na huwezi kunitanganya haukuwa na pepo. Ulikuwa na mapepo zako. Na usiruhusu irudi. Na kama haujakaa vizuri ukapanga nyumba yako, huenda zimerudi ni 20 ama 10. Na ndiyo hali yako inaweza kuwa mbaya kuliko. Kwa hivyo pepo hukaa ndani ya mtu. Pepo inakujua vizuri sana. Vile ambavyo Yesu alikuona na akakujua na akakuita, pepo nayo inakujua vizuri sana. Pepo huyo anaitwa mchafu kwa sababu hakuwa na Mungu ndani mwake, na akamaliza vibaya. Na Biblia inasema katika Luka 9:1 tulipewa kibali cha kuwakemea. Na tukikemea inatoka. Kama shetani hakuokopa Yesu, wewe hata kuokopa. Na wakati tutakaa tu kwa upande wa Yesu Kristo, aendelee kutukalia, mwafu hata tukaribia. Na akija karibu na wewe, usiwe na mambo mengine mengi, sema tu imeandikwa. Imeandikwa. Kwa hivyo kwa sababu imeandikwa, ili mwafu huyu asirudi kukufunga tena, ishi na neno la Mungu katika moyo wako, na liwe kwa wingi katika kinywa chako. Neno hili ndilo Mungu lilikuweko na wakalileta hapa duniani. Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye alifungwa hii punda ndiye neno. Neno likiwa kwa wingi ndani mwako, ukimwambia shetani imeandikwa, anaelewa maandiko, anajua vizuri sana na
hakikisha iko ndani mwako. Na ukimkemea katika jina la Yesu atakuondokea. Haleluya. Wakati ambapo unafunga hizi milango, neno liwe kwa wingi na uwe na huyu Yesu. Na unapokemea useme imeandikwa na kukemea na ni katika jina la Yesu. Uwe na imani na huyu Yesu. Usiwe kama wana wasikewa. Mbona nasema tunakukemea kwa jina la Yesu ambaye Paulo huwa wanaomba na kukemea. Wewe unamjua Yesu kama nani? Ukimjua Yesu, jina la Yesu hili lina nguvu juu ya pepo wabaya. Na ukemea kwa imani itakuondokea. Funga milango zote. Na ile ambayo itafunga hizo milango ni neno la Mungu. Sio miujiza. Utahesabia shetani miujiza ambaye Bwana amekutendea. Neno ndilo sisi tulipewa. Angalia keji ya neno ndani mwako likiasi gani. Angalia mwanya huu ulifungukia wapi. Huenda wakati ulipata pesa mingi ukakaa chini kuanza kutumikia. Huenda tangu upate shamba sasa na manage mashamba huku na huku neno likatitimia. Maana hizo ni shughuli za kila siku mbele za mwanadamu. Tanguliza Mungu. Na Mungu akalie, Yesu akalie vitu hizi zote bila ambavyo tumeanza. Maisha yako ni shwari. Aliko macho yake yangali yanaona. Pepo hawa wako lakini bado tunamuita Yesu. Bado tutaijalisha mabarazi yetu. Tutajalisha mabarazi na maji. Yale tunataja haya macho yenu mnayaona kwa kizazi hiki kibaya. Sasa ingine huwa mnaangalia TV, nikifikia mahali pale roho yangu haitaki na nikauliza baba siku na huyu mzee wana na mfi tu. Na anakinanga kukindo zina. Na neno linapunguka ndani mwako. Tujiheshimu tu.